sio sifa za Mungu anayeabudiwa na Waislamu. Mada ni Mungu ni nani, sio sifa za Mungu. Sasa yeye amekuja hapa ameonesha sifa za Mungu, haoneshi huyo Mungu ni nani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hapo tumepata ni msiba kwa kweli, msiba mkubwa sana. Lakini kama nilivyompata, hajatoa mada, hajadhihirisha Mungu wa Waislamu ni nani. Jamani, mmekwisha mpata wapi? Mmekwisha mpata Mungu wa Waislamu ndio huyu? Bado. Lakini ameonyesha sifa, na kila kipengele alichokiongea nimekiandika kwenye karatasi, na mimi nitakwenda pointi kwa pointi kama alivyoongea yeye, ili nimuoneshe kama ndugu zetu bado hawajajiandaa vema kipengele tofauti, na ikamfanya yeye aweze kuulizia swali. 10:10 Yeremia inasema Yeremia 10:10 inasema 10:10 Yeremia inasema hivi, inasema ndio, lakini Bwana ni Mungu wa kweli. Akauliza, wapi Mungu wa Waislamu anasema kweli? Ni Mungu wa kweli. La kwanza. La pili, yeye ndiye Mungu aliye hai. Akauliza tena akasema, wapi Mungu wa Waislamu ni Mungu wenye kuwa hai? Tatu, mfalme wa milele. Tena akauliza, wapi Mungu wa Waislamu ni Mungu wa milele? Anapokasirika dunia utetemeka. Inatosha. Ndugu yetu akauliza hivi, wapi Mungu wa Waislamu ni wa kweli? Wapi Mungu wa Waislamu ni wa milele? Wapi Mungu wa Waislamu yu hachie? Tunawatoa njiani, tunatengeneza njia ikuwe sawasawa, iweze kupendeza, ili kila mtu apate namna ya kupita, kwa sababu kulikuwa uchache wa mafundisho ya Wakristo. Tuseme inshallah. Inshallah. La kwanza amesema Mungu wa Uislamu wapi ni wa kweli. Qur'an 33:22. 33:22 Qur'ani. Sikiliza maswali yako. Ulikuja kuuliza ufundisho njoo. Wapi Mungu wa Uislamu ni wa kweli? 33:22 Qur'an. Inasema, twende baba. Na Waislamu wa kweli walipoyaona majeshi ya makafiri yamewashambulia hivyo, walisema, naam, haya ndiyo aliyotuahidi Mwenyezi Mungu kabisa na mtume wake kabisa, kuwa tutapata misukosuko kabisa, kisha tutashinda kabisa. Mwenyezi Mungu na mtume wake wamesema kweli. Inatosha. Mwenyezi Mungu na mtume wake wamesema uongo, wamesema kweli? Wamesema kweli. Na yeye alisema wapi Mungu wa Uislamu anasema nini? Kweli. Tunampata hapo amesema nini? Amesema kweli. Some koma. Usiuliza vitu ambavyo hujui. Takbir. Allahu Akbar. Akauliza tena, wapi Mungu wa Uislamu ni wa uhai tena ni wa milele? Qur'ani 2:255. Qur'ani 2:255. Haraka msomaji. Inasemaje? 255 na imefika. Na kusinzia kumshiki wala kulala. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Ni vyake peke yake vyote vilivyomo mbinguni. Vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi. Unaona, vya mbinguni na vya ardhini ni vyake. Maliza. Na nani huyo ambaye awezaye kuona mbele yake kabisa? Mungu bila ya idhini yake kabisa. Anayajua yaliyo mbele yao viumbe na yaliyomo nyuma yao kabisa. Wala hao viumbe hawalijui lolote katika yaliyo katika elimu yake Mwenyezi Mungu. Maliza. Ila kwa alipendalo enzi yake imeenea mbingu na ardhi. Unaona huko Mwenyezi Mungu Mola wetu, uwezo wake, mamlaka yake inaenea enzi yote ya mbingu na enzi yote ya ardhini. Yeye mbona hakunipa sifa hiyo? Alitoa sifa hiyo ya Mungu wako. Simtogusa Mungu wako leo kwa sababu hamkutia, ndio maana. Lakini leo namuosha Allah, Mungu muumbaji wa mbingu na ardhi. Utake kumjua kama usipomwabudu utakufa kafiri. Malizia. Enzi yake imeenea mbingu na ardhi. Malizia. Wala kuvilinda hivyo hakumshindi. Na yeye peke yake ndiye aliye juu na ndiye aliye mkuu.
Takbir. Jambo la kufuata, alitoa andiko ya Zaburi 115:3 kwamba Mungu wetu yuko juu mbinguni, lakini Mungu wa Uislamu yuko Maka, kwa sababu mtume aliambiwa ageuke aelekee kibla cha Maka. Nani aliyemwambia aelekee Maka? Soma hiyo aya ya Qur'an 2:144. 2:144 inasema hivi. Kauliza jamaa, nani aliyemwambia aelekee huko? Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Kwa yakini tukiona unavyogeuza uso wako mbinguni, basi tutakugeuza kwenye kibla ukipendacho. Basi geuza uso wako upande wa msikiti mtakatifu Ali. Hapo sasa, kumbe ule Mungu aliyemwambia elekea ni nani? Mwenyezi Mungu. Si mwenye kuathirika na yale wanayoyatenda. Hasa au Mungu anatenda kama anavyojua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo Mungu alimwambia Mtume Muhammad elekea kibla. Huyo Mungu ndiye Mungu aliyesema kwa wana wa Israeli waelekee kibla. Tutizame kabla Mtume Muhammad kulikuwa amri ya watu kuelekea kibla. Naam, Kumbukumbu la Taurati 15:12-4 mpaka 3. Kumbukumbu la Taurati 14. Tena Biblia ya uzima tele. Kumbukumbu 12:4-5. Kumbukumbu 12:4-5. Inasema hivi. 12:4-5. Inasema wala msifanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Hapo wala msimfanyie hivyo Bwana Mungu wenu, lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu, katika kabila zenu zote, apaweke jina lake. Hapo ndipo atakapoweka jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo. Takbir. Allahu Akbar. Hapo Mtume Muhammad ameshafika? Bado Mtume hajafika, lakini Mungu aishawaambia mkiwa katika ibada elekezeni nyuso zenu hapo. Endelea. Nawe wende huko. Unaona, kibla ilikuwepo kabla Mtume Muhammad hajafika, na Qur'ani ilisema kwamba Mwenyezi Mungu wa wana wa Israeli alikuwa tayari ameshatia kibla. Kwa hiyo jamaa aliuliza pasi na kujua. Akasema lingine la kufuata, akasema kwamba 5:2 na maelezo yake katika Qur'an tumepata kwenye Maka kulikuwa masanamu ndani na nje, masanamu 360. Ndio amesema yeye. Kwa hiyo Waislamu wanapoelekea Maka wanakuwa ulibakia kuwa ni dini ya kuabudu masanamu. Takbir. Allahu Akbar. Unaona huko Ukristo ni dini iliyobaki kwa ajili ya kuabudu masanamu. Endelea. Ni dini ngumu sana kufahamika. Ni kidini kikubwa ambacho hakieleweki, na ilileta mkanganyiko mkubwa kwa watu. Na hiyo ndio dini iliyoleta mgawanyiko mkubwa kwa Waarabu kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu. Wanaenda kutengeneza sifa mbaya za Mwenyezi Mungu na sifa za binadamu. Wanaongeza, wanatanga na sifa za binadamu. Dini hii ya Kikristo haikuwa na athari zozote za uhakika miongoni mwa Waarabu. Haikuwa na uhakika na ukweli wowote katika Waarabu ambao walikuwa wakifuata. Waarabu waliamua kufuata dini ya Kikristo kwa sababu ya umbali wa mafunzo yake na mfumo wa maisha waliokuwa wameuzoea, kwa sababu walikuwa na kawaida ya kuabudu masanamu na ndio mfumo wao waliozoea wa Kristo, na hawakuwa tayari kuwa mbali na mfumo huo. Takbir. Allahu Akbar. Kwa hiyo unaposikia kulikuwa masanamu Maka, walioleta ni dini gani? Wa Kristo. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alifanya nini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Soma hiyo Al-Hikma al-Maktum ukurasa wa 38. Inasema alifanyaje Mtume Muhammad? Ulipofika msimu wa hija, aliyatoa na kuwapa makabila mbalimbali, wakaenda naye kwenye mji yao mpaka ikawa kwa kila kabila na kila nyumba sanamu, na waliujaza msikiti mtukufu kwa masanamu. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad alipoiteka moto, alipotoa ile masanamu, alikaba ikabakia bila nini? Bila masanamu, ikabakia bila masanamu. Sasa sikiliza Kumbukumbu la Taurati, kitabu kabla Mtume Muhammad walisemaje? Isaya 21:13. Kumbukumbu Isaya 21:13-14. Sikiliza
kilichoendelea baada ya masalamu hakuna. Ushauri ulikuwa umekwisha toka kule. Isaya 21:13-14. 21:13-14 inasema 14 inasema hivi. Ufunuo juu ya nini? Ufunuo juu ya Arabuni. Unaona mtume hajafika tayari, Mungu alikuwa alishawaonyesha wale wa Israeli kama kutakuwa ufunuo utakayotokea Arabuni. Ni ufunuo gani? Ufunuo juu ya Arabuni. Ndani ya msitu wa Arabuni mtalala. Mungu anawaambia watu huko Arabuni ndio mtakwenda mtalala. Enyi ni safara ya Dedani. Enyi wenye kusafiri kutoka mahala na kwenda huko Arabuni. Waleteni wenye kiu. Nini? Waleteni wenye kiu maji. Unaona wenye wanaenda huko Maka ni kwa sababu huko watakuta maji ya Zamzam, wataweza kuipokea. Maliza. Enyi wenye nyumba ya kwanza yenye baraka na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Allahu Akbar. Hiyo nyumba ya Maka ndio yenye baraka ya Mungu wa kweli kwa ajili ya walimwengu wote, na ndio maana tunaelekea na mwenye uwezo anakwenda. Malizia. Humo ndio na ishara zilizo wazi za kuonyesha utukufu wake na ukongwe wake. Unaona kuna ishara zinazoonyesha ukweli wake. Miongoni mwa hizo ni nini? Mahali alipokuwa akisimama Ibrahimu. Kumbe Ibrahimu naye alikuwa ameenda Maka, mahala patakatifu. Na anaingia nchi hiyo anakuwa katika salama salimini, kwa sababu unapoingia pale unakuwa salama salimini. Kwa hiyo Mungu wa Maka ndiye Mungu wa Musa, ndiye Mungu wa Mtume Muhammad. Sasa tunatoa kwenye Biblia huyo Mungu wa Maka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Musa, Mungu wa Mtume Muhammad, jina lake nani? Kamata Biblia ya Dr. Skofide usome Mungu mara 3 ndani ya sura hii. Mwanzo 1:1. Kabla ya tafsiri soma andiko. Inasema katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Simama. Kwa hiyo mwanzo tayari. Bekasabe mwenyekiti karibu tuongee minota 20. Tuongee minota 20 kwideze minota kugira ngo turabe ukuntu bigenda. Hapa abasigaje igiporo reka twiraho umukozi w'Imana izamugenda gute. Karibu murakoze abakristo aho bari, tuvuge haleluya, tuvuganize uganza. Tugomba dikaze umwigisha kurango rwa gikirisitu ashike hano kugira ngo yigishe. Kaze Bwana Moses ariko araza mu mukomera amashi. Mwongere kwa kwiye iminota 20 yerekana Imana y'Abisilamu ko atari Imana y'ukuri. Murakoze. Rindira batoya mikrofone irungikwe yaje kurudia.